dakika mwisho nikawa natamani. Mimi kwa Dar es Salaam hapo kwa Mkali nilikuwa sipajui. Lakini siku hiyo alinifuata Mkali. Hapa Dar es Salaam nilipoingia toka nipigia simu bwana Dogo kifika da. Nisichue ndugu yako bwana hivi na hivi. Kwa hiyo nilipoingia Dar es Salaam akanipigia simu nikaendelea mpaka kwake. Mimi nilifika kwake kwa Mkali anaishi Goba kule. Nilifika nyumbani kwake na nikawa namfundisha ngumi. Kwa hiyo nikamwambia bwana piga jebu hapa, piga right hapa, piga makati hapa, cross huku, left huku. Kwa hiyo sasa Mkali akasema bwana bro kama ni hivi bwana. Mbona bro hivi unafanyaje kumi rahisi bro namna hii? Basi mimi nitakuwa naendeleza hivi vitu. Kweli pambano la kwanza la Mkali alipiganaga na bondia ambayo mimi nilikuwa sipo. Nilikuwa na fight yangu Kenya. Sasa kurudi hapa nikasikia Mkali ana fight na Mlela. Alipigana kwa mzungu hiyo. Acha na kwa mzungu. Yuko fight yake kwanza kwa sababu Kenya walipigana mara 3. Sasa baada ya hapo nikasikia bwana Dogo anakuja kucheza tena na huyu mtu ambaye anaitwa Mlela, Yusufu Mlela. Nikamwambia Mkali, ndugu wangu mimi nitakuja nyumbani. Kweli nilikuja nilipoteza muda kama wiki 2 hivi nilienda kwake pale. Nikawa na mtrain ndugu wangu, nikawa nampa morali, asubuhi tunafanya tu mazoezi, tunakimbia, tupiga push up, shadow box na wote nini. Na mpaka siku ya fight yake mimi nilienda nimpandisha kaulingo. Na kweli nashukuru Mwenyezi Mungu, Dogo alishinda ile fight. Kwa sababu Mlela chanzo cha kung'ang'ania zaidi kwa Mkali mpaka nikasema ni uwe shughuli zangu zote niwe kwa Mkali kwa sababu Mlela alianza kutamba na maneno mengine mpaka akawa anaongelea mimi. Ushaelewa? Au Mandonga bondia gani sio bondia mchongo sio nini vile hivi. Ushaelewa? Sasa siku hiyo na yeye alipoingia kwenye mchezo wa tasnia ya ngumi nilimwambia Mlela, leo utajua umuhimu Mandonga au utajua ujinga wa Mandonga huko wapi. Leo utakutana na Mkali wenu na atakupa discipline, lazima akupige tukivyote vile. Kweli una kule Mkali alianguka kwenye fight kwa papala yake, lakini mwisho wa siku Mkali alimpiga bomba yule bwana kaa chini. Sasa Mlela ndo akawa ameelewa kama muziki wa Mandonga sio kwa kufuatilia. Wewe unapomwona Mlela yule ni bondia? Mlela ni comedian kama Mkali wao. Lakini unaona Mlela alipopigwa na Mkali akapotea moja kwa moja hataki tena ngumi. Lakini Mkali naona Dogo anakuwa bado ana morality anafuata ngumi. Kama juzi kapigana tena hapa Masaki. Namshukuru Mwenyezi Mungu ameshinda. Kwa hiyo tutegemee kwa jinsi ambavyo unavyoona mabondia tutapata mabondia wengi sana kutoka kwenye tasnia tofauti. Yaani kupata mabondia watapatikana wengi zaidi. Kwa sababu kama ulivyoona tasnia ya mchezo wa ngumi katika Tanzania na nje ya Tanzania. Na mimi nimekuwa ni kiungo mmoja mkali sana ambao nimeamsha sana tasnia ya ngumi. Yaani ngumi ilikuwa ni vita, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu niligeuza ngumi sio vita tena. Yaani kwa sababu bondia wa mtaa huo nyuma na mtaa huo walikuwa wananuniana mpaka wakaenda kupigana, wakishuka wananuniana. Wakati pale wakipigana wakimaliza wanakumbatiana. Hasa kukumbatiana na maana gani? Ina maana ule mchezo ni wa fair play. Kama ni wa fair play sasa kwa nini mnashuka chini chuki inaendelea? Kwa hiyo tulifanya katika tasnia ya mchezo wa ngumi chuki ipungue. Kwa hiyo mabondia wengi Tanzania wengi walifuata kama style inaifanya Mandonga. Mandonga ukimpiga kama amekupiga na kupiga amekupiga. Na vipi sasa upande wa Mandonga? Mandonga akiwa na hasira zake mtaani ana maintain vipi zile hasira zake? Na wewe kuna namna ambavyo pia hata majirani zako kule kwako wao wanakukwaza kule Morogoro? Mimi namshukuru na Mwenyezi Mungu. Toka niingie kwenye tasnia ya ngumi mtu kunikwaza na kwa kazi ngumu sana kwa sababu Mungu amenipa kipaji kikubwa sana. Yaani kama mtu atakuja na maneno yake naweza mimi nikaongea maneno mawili akanitosha kwake. Yaani wala hana shida na wewe Mandonga. Kama mtu anataka ugomvi kwanza jinsi anavyoona style ya Mandonga tu nadhani ugomvi anakuwa hana shida na wewe Mandonga. Alafu pia ukiangalia Mandonga jinsi anavyoishi na majirani zake anavyoishi nao mtaani ni mtu ambao tofauti kabisa watu wanaomzania. Watu wanamzania Mandonga mikwala yake, maneno yake, hivi jinsi anavyojikunja kunja sura na nini anapopigana ulingoni kama atakuwa ni mtu mkorofi kupitiliza. Kumbe ni vitu ambavyo hapana. Wanasema baada ya kazi kuna maisha. Na maisha unayapataje? Unayapata kwa watu ambao walikuwa pembeni, wanakusupport wewe kwenye mambo yako, wanakushabikia kwa sababu huwezi kuwa Mandonga bila watu. Kwa hiyo watu wamesababisha uitwe Mandonga. Inakuwaje unawauzi watu tena? Wewe inabidi uyapokee maneno yao. Kuna mwingine atakwambia una lolote, mwingine anakuambia hujui kupigana na ndo uweze kuwajibu kwa uwepesi. Kama mimi siwezi kupigana, unamwambia ni vizuri zaidi. Kuna mabondia wengi Tanzania wanaopigana kuliko Mandonga. Kuna mabondia walioshinda KO historia ya mapambano hajawahi kupigwa mpaka hivi leo.
lakini ukitaka kumuongelea bila kumtaja Mandonga huwezi kumuongelea yule bondia, kwa sababu Mandonga peke yake icon yake imekuja kipekee yake. Kama ukimpiga kama amekupiga na amekupiga Mandonga hajawahi kununa. Na bondia pekee aliyokuja na ngumi zake na majina. Leo kuna ngumi ndio ige ngumi inakata kona, ukaenda dukani kuna vucha na kufuata. Kuna ngumi inaitwa Sugunyo. Hiyo Sugunyo wengi wajui mpaka kesho. Sugunyo ni kitu gani? Leo na ndio nawaambia Watanzania wote wasikie, hii ngumi Sugunyo ilizaliwa Ukraine katika mlipuko wa mabomu. Yaani msuguano wa mabomu katikati ndio imezaliwa Sugunyo. Kwa hiyo wengi wanatafakari huyu Mandonga mbona ya majina ya ngumi hayaishi kwake? Kwa nini anatoa majina ya ngumi? Kwamba ngumi ni mchezo, ushasema ni mchezo. Mchezo wote hauna chuki. Kwa sababu sio vita. Wangesema ngumi vita, basi chuki inazaliwa. Lakini sio vita, ni mchezo. Kwa hiyo kama ni mchezo, mimi na wewe tuwe pamoja baada ya kuisha mchezo, tuendelee na maisha yetu. Kwa maana hiyo kwamba bondia yoyote ambaye analeta chuki mpaka barabarani ni ujanja au ushamba. Huyo sio bondia. Huo sio bondia kwa sababu huo mfano wake unakuwa hauwezi kuigwa. Kwa sababu yeye anaishi ndani ya chuki, anaanza kuweka majigambo, kujiona yeye ndo Mungu mtu, wakati kuna watu. Ina maana sio bondia na sio mtifu. Bondia yoyote mwalimu wake anamfundisha ngumi, cha kwanza anamfundisha nidhamu. Ukishakuwa na nidhamu, naamini mchezo utakuwa umeuweza. Unalizungumziaje sakata la Salim Mwakinyo? Unalofanya ni sawa? Unajua unasema huyo sakata la Salim Mwakinyo sijui. Mimi najua huyo bondia wa mchongo, ni bondia mcheza baikoko. Kwa hiyo ni mtu sio kumjadili sana kwa sababu tabia zake toka kitambo nadhani Watanzania wanajua. Kwa hiyo hana nafasi. Ana tabia za ajabu, hana nafasi. Kama mfano amepigana lakini mapambano makubwa huko nje. Lakini unasema bondia tuna mchongo. Kwa mimi Mandonga mtukazi ukiniambia bondia amepigana mapambano mengi, wala sikukatalii. Kwa sababu ni kukatalia ndio chanzo cha kusema natafuta kushindana na wewe. Mimi na mabondia wangu ambao nawakubali kwenye taifa la Tanzania. Kwa mfano kama nikiongea Twa Kiduku, Shosho, Bendera Chuma, Mlingoti Chuma, namkubali Dula Mbabe, sawa bwana. Msalamu wa Dar es Salaam, na mkubali Selemani Kidunda, Mtumbadi. Tuligombania jina. Yeye Mtumbadi na mimi Mtumbadi. Ile kamusho akakubali Mandonga ndo Mtumbadi, yeye anaitwa Jini Makata. Kwa hiyo akabadilisha jina. Na mkubali Mfaume, na mkubali Gonabucha, na mkubali walikuwa kwa Ismail Gada 5. Yaani mabondia wengi na wakubali wenye nidhamu wa taifa la Tanzania. Kwa hiyo Mwakinyo mkubali. Mwakinyo ni nani kwanza? Mimi siwezi kumuongelea mtu kama Mwakinyo. Ambaye alirusha bendera vizuri Uingereza. Hamna, hatuna bondia aliyewahi kurusha bendera ya Uingereza. Ni bondia sasa, najua wewe bondia alisingizia vitu vimembana tu. Hajawahi kuletea taifa hili heshima yake wala nini. Sawa, ukizungumza sasa kama raia wa kawaida kwa Morogoro naishi na watu vizuri. Tukio la kijana mimi kujeruhiwa na mbwa na nini kwa wewe umelichukulia? Mimi nasema siku zote wanasema hivi. Yaani wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Alafu jaribu kuangalia wakati wako. Sasa mimi nikimuongelea mtu kama huyo, nadhani anakuwa star kuliko mimi. Mimi nimeshakuwa mkubwa, siwezi kumuongelea yeye. Mimi kuna watu tena nafaa kuongelea. Pengine kwa jina lako ukipresent nafasi ya mabondia, kimpa pole kijana anaweza kupata faraja. Yaani kama kuna kijana amepata matatizo, Mwenyezi Mungu amsaidie, amuongezee uhai, amwepushie mitihani hiyo, na ndugu zake Mungu ashushe hasira, wamhudumie ndugu yao, maisha yaendelee. Lakini from nowhere kwamba mimi kama mimi kuongelea mtu ambaye hayuko katika ufahamu wangu, nitakuwa nimejikosea sana kwenye taifa la Tanzania. Ina maana Mwakinyo yuko katika ufahamu wako. Yaani siwezi kumuongelea ni mtu ambaye hayuko katika ufahamu wangu. Kwa hiyo jina hata kulitamka Hassan Mwakinyo huwezi. Ni ngumu sana. Labda nikitamka majina kama Mandonga mtukazi, ni mtu wa kazi. Hivyo tu.